Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Nyota, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Waridi Alhamisi ya leo ya tarehe 23 Aprili mwaka 2026, nikiwa mwelekezi wako binti Lorino Buti. Leo hii tungependa kuzungumzia malezi katika jamii yetu. Na kufanisha kipindi hiki siko mwenyewe, nina mgeni studioni na ningependa ajitambulishe kwenu ndiposa tuweze kuendelea na kipindi chetu. Karibu sana Pastor Reinhard. Asante sana Lorena. Uko salama? Niko salama kabisa. Nashukuru. Asante kwa kunikaribisha hapa tena kwa mara nyingine. Naomba ujitambulishe kwa mtazamaji. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Pastor Reinhard Namdi, na jinsi mimi husema mimi ni mdadisi wa mambo ya kijamii. Natoka pale Busia Boda, pale kwa mpaka kwenyewe. Okay. Sawa. Nashukuru sana Pastor Reinhard kutafuta muda wako kuja leo tena kwenye kipindi chetu ili tuweze kuzungumza 1, 2, 3 na kuelimisha mtazamaji pale nyumbani. Leo hii nimekuelezea kwa tunataka kuzungumzia malezi katika jamii yetu. Na pengine tukianza, maybe unaweza tuelezea misingi ya malezi katika jamii, ile foundation ya malezi. Naam. Sawa. Nitasema hivi, vitu vinabadilika, kila karne ina mambo yake. Ndio maana kuna watu wanaitwa Gen Z saizi, kuna generation alpha, kuna millennials na kule nyuma ukienda. Lakini kwa yote kuna zile nitazita values ama maadili za kijamii ambazo ni vitu za maana sana. Na wacha nikuchekeshe Laura, unajua ni maadili za kijamii ndio huleta nidhamu. Bila maadili za kijamii, tusiposhikilia zile values zetu, inakuwa ngumu hata kuinstill discipline ama kuingiza ile nidhamu kwa watoto wetu. Maana kwa mfano tu nikiongea kuhusu maadili za kijamii, unapata tukiwa wadogo wengine wetu, mimi na fall kwa ile kategoria millennials. Unapata kuna vitu tulikuwa tunafunzwa na ziko zinatusaidia kupata ile nidhamu, hata kuheshimu watu wenye umri kutuliko. Kwa mfano nikiwa shule ya msingi, unapata mwalimu alikuwa kwa mfano mwalimu anapita, lazima utasimama juu. Kama njia moja kuonyesha heshima. Ama wakati ule unajua pikipiki hazikuwa, gari walimu hawakuwa nazo, kwa baiskeli za kuendesha hizi. Unapata mwalimu anakuja na baiskeli, anaendesha, akifika pale kwa shule anashuka, hawezi endesha hata baiskeli akiwa kwa compound ya shule. So sisi kama wanafunzi tungekimbia kwenda kumsaidia kuendesha na kumsaidia kubeba zile vitu. Lakini unapata vitu kama hivyo haviko siku hizi. Siku hizi kuna ile watu wanaona kama kila kitu kuna equality. Gari pale tulikuwa tukipanda gari, ukiona mtu ambaye ni wa umri amesimama, wewe unasimama unamwachia kiti. Siku hizi watoto wa karne hii nimelipa, ataketi tu pale. So kuna zile maadili za kijamii ambazo zina define foundation ya malezi kwa jumla, ambao ni muhimu sana. Okay, umetuelezea vizuri sana hiyo misingi ya foundation ambayo at least kitambo watu wadogo wangeheshimu watu wakubwa. Sasa hizi tukiangalia maybe hii kupotoka kidogo kwa hiyo nidhamu, tunalaumu wazazi ama ni watoto wenyewe? Nitasema sehemu kubwa sana, pasenti kubwa nitasema ni wazazi. Maana mimi husema hivi, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na kazi ya kulea ni kazi ya baba na mama. Kumaanisha sisi ndio tuko na upungufu ikikuja upande kulea. Ni nini ambayo karne hii haipati sawa ukilinganisha na karne ya kitambo ya babu zetu ambao walilea watoto na nidhamu ya hali ya juu. Ukiangalia millennials na uangalia Gen Z saizi na hata generation alpha wanakuja, unapata kuna utofauti mkubwa sana. Ingawaje kwa wale ambao wamelelewa kwa njia ambayo inastahili, ambao wameshika zile maadili za kijamii, unapata generation millennial, generation alpha na hata Gen Z, unapata wote kuna maadili, kuna kitu ndani yao. Maana kuna zile maadili za kijamii walishikilia. Zile heshima. Kwa mfano tunakupatia mfano. Unajua mpaka saizi nimefunza mtoto wangu. Unajua mimi nimeoa. Naam. Nina mke. Naam.
wa kike. Wacha niseme wa kike maana unajua siku hizi sasa hii dunia imeharibika kidogo. Sasa hizi kuna mtu atakwambia na mke lakini sasa si mke wa kike, ni mke hiyo nyingine hiyo. So mimi nimeona na mke wa kike anaitwa Dorcas Muthoni Namdi. Na pia nina mtoto anaitwa Miles Elion Namdi. Unapata kama kwa jamii yangu kuna vitu ambavyo ninafunza mtoto wangu, vitu ambazo nilifunzwa. Kwa mfano hawezi nao hata mikono wakati anataka kula kabla mtu wa umri hajanawa. Sio makosa, lakini kupitia madini za kijamii kama hizo inaweka ile discipline, nidhamu ndani yake ya kuwa huyu mtu ako juu kunishinda. So ni vitu vidogo ambavyo mara mingi karne hii watu wana assume. Unajua siku hizi tuko na sink, kila mtu anaweza sink ziko mbili kwa nyumba, mwingine ananawa huku, mwingine ananawa huku. Lakini hapana. Unaona? Wakati kuna chakula kwa meza, kwa mfano, sio makosa mtoto kupakua kabla ya mzazi. Lakini kwa kuingiza ile nidhamu, unapata unaacha watu wakubwa kwanza kisha unafuata. Sio dhambi na si makosa. Lakini kupitia maadili kama hayo inafanya sisi tunafanya nini? Tunakuwa na ile nidhamu ya kuheshimu wakubwa wetu. So kuna hiyo upungufu sana. Kwa sababu gani? Wazazi hawajakuwa wazazi wa kulea. Siku hizi tumekuwa na shughuli mingi sana za kutafuta pesa mpaka tunasahau kulea. Kulea kweli. Kazi zetu siku hizi watu wanatoka saa 1, mtu anarudi saa 3 ya usiku amechoka, hana muda na mtoto, ameenda amelala, mtoto amelala pia ameamka. Unapata hata ile muda tu ya kukaa na kuzungumza na mtoto haiko. So unapata wazazi ndio wamelegea sana. Lazima. Maana mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. So kwa percentage kubwa sana ni sisi tumefeli kama wazazi. Naam. Okay, sawa. Na pengine tukiangalia kwa hiyo malezi ya wazazi sasa, jukumu la wazazi. Pengine malezi ya mzazi mmoja na wawili, kuna hiyo tofauti katika hiyo upbringing ya mtoto? Kuna tofauti mkubwa. Nakumbuka kuna wakati tulizungumzia kitu kama hicho. Wacha naomba nirudie kwa mtazamaji ule pengine hakuwa hiyo wakati. Unapata wakati Mungu aliumba binadamu, unajua Mungu, mimi nasemanga Mungu ni intentional God. Alikuwa na kusudi ama sababu ya kumuumba mwanamke na mwanamume. Maana hatufanani. Mimi na wewe hatufanani. Ndio maana hata mbavu zako ni mingi kuliko zangu. Kuna vitu vingi vya kuonyesha tu wewe na mimi hatufanani. Kwa hivyo kama mwanaume katika malezi, kuna ile role yetu ya sisi kucheza. Na mwanamke pia ako na role yake ya yeye kucheza. Na ndio maana inaleta ile kitu inaitwa balance kwa watoto. Bila hiyo hakuna balance. So ukipata mzazi mmoja kwa mfano ni wa kike ama hata wa kiume peke yake analea mtoto, unapata kuna wana upungufu fulani. Hakuna ile ukamilifu wote. Maana kwa mfano tunatumia mtoto wa kiume ambaye analelewa na mama peke yake bila baba. Nilisema kwa ule wakati kwa tunafunza wakati mwingine. Unapata mtoto huyu kuna vitu vingi ataona kwa mama. Kuna hivi vipodozi. Mama anatumia vipodozi, anamaliza, anakaa vizuri, anaenda kazini. Unapata mtoto huyu pia itafika mahali anachukua vipodozi kama Q-Tex hiyo, unapata anapaka pia kwa vidole, na ni mtoto kijana. Hizo vitu zingine pia unapata anatumia vipodozi hivyo. Na utapata wakati atakuwa ni vitu atakuwa shazoea. Ambayo sio vizuri. Mtoto kijana au mtoto kijana avae nguo za kiume. Asivae viatu, hata chini anavaa viatu za kike. So unapata kuna hiyo upungufu. Lakini ile familia ambayo kuna mtu wa kiume, unapata hata atakuwa strict na mtoto huyo. Aiwacha hii ya kike, usifanye hii. So unapata mtoto anakuwa akiwa na ile balance. Hata akiwa anajua kuna nafasi ya watu wa kike kwenye ulimwengu na kwa ndoa, na pia kuna nafasi ya kiume. So kuna utofauti mkubwa sana. Na nilisema kama wewe ni single mother, fanya juhudi, tafuta mtu atanaweza kuwa uncle, ndugu yako, ama hata kama ni mchungaji wako ambaye unamwamini. Kuna wale life coaches ama mentors ambao unaweza kupatia mtoto wako wa kiume au karibu nao, ili afunzwe jinsi ya kuwa mwanaume. Hatuzaliwi kama sisi ni wanaume tu hivyo hivyo. Ni mwanaume tu kimaumbile. Lakini kuna vitu vingi ambao tunaona na tunajifunza. Mweke karibu na mtu ambaye anaweza kumsaidia. So kuna utofauti mkubwa kati ya
kulelewa na mzazi mmoja na kulelewa na wazazi wote wawili wa kike na wa kiume. Okay. Haya, umezungumzia pia wazazi wa saizi pia wanakimbilia kutafuta pesa, hawapei watoto wao muda. Na saizi ungepata wazazi wengi wanaamua, manake wako kazi all the time, wanaamua maybe wapeleke mtoto wakae na nyanya ama na babu. Je, ni sawa ama si sawa? Nitasema kwa kiwango kingine. Unajua kuna wale ambao ni situation inabidi. Naam. Maana lazima atafute, hako peke yake. Naam. So ile tu option hako nayo ni moja. Wacha nipeleke kwa nyanya ndo mtoto wangu atakuwa safe. Lakini si sawa. Maana mimi naangalia kwa mfano, kuna wakati mtoto wangu amekuwa anakaa na nyanya yake. Naam. Ule mama yangu ambaye alikuwa anatupiga viboko sio ule nyanya wa saizi. Naam. Maana wamechoka sasa, wanadekeza sana. Usimchape huyo, achana na yeye, ni mdogo bado. Sawa. Ili hali sisi tukiwa umri huo tulikuwa tunajua viboko kabisa. So unapata kuna kule kudekezwa kwa watoto ambao sio mzuri pia. Naam. Kuna wakati wa kudekeza na kuna wakati wa kupeana nidhamu ambayo inafaa. So hata iwapo kwa mfano umepeleka pale kwa nyanya ama nani kukaa nao, wewe kama mzazi lazima ujukumike. Hakikisha unakaa na muda mrefu sana na mtoto wako. Ni muhimu sana. Yeah. Okay. So at least wale ambao wako busy kazini, jamani, take your time. Ile tafuta muda hata kama ni siku 2, siku 3, kaa na mtoto wako umfunze. Manake ile discipline yako na nyanya kidogo ni tofauti. Haya, tukiendelea na hii mambo yetu ya malezi. Saizi kuna mambo mengi ya technology imetokea sana. Ambayo ina affect kabisa. Inda tunapata mzazi anaamua, unanisumbua, shika simu, shika tablet ama watch TV, usinisumbue, wacha mimi nifanye mambo yangu. Pengine ungetuelezea zile advantages za teknolojia na ile udhaifu wa teknolojia kwa malezi ya mtoto katika jamii. Asante sana. Naam. Nitaanza kusema, wacha nianze na madhara. Naam. Maana madhara ni mengi sana. Wazazi siku hizi wameichukulia rahisi, wakitoka kazini wamechoka, ni wamesplit, wanaamua mtoto akuwe na gadget keep busy, yeye pia akiwa na simu na kufanya vitu zake, na maybe akipika na kufanya vitu zingine. Hiyo kitu ina madhara makubwa sana. Kitu madhara kadhaa. Kitu cha kwanza, unajua watoto wakiwa wadogo wanajifunza sana na kitu ambacho wanaona. Utapatia mtoto simu ama ile tablet. Lakini adverts zenye zinatoka pale sio za watoto umri huo. Unapata watu wana advertise vitu, na ukiangalia watu advertisement yenye iko pale, ile mtoto hafai kuona. Na mtoto ni mtoto, yeye ataangalia tu. Ataona ni sawa. Kuna vitu vingine hawafai kuona. So lazima kuwe na restriction kwa vitu kama hizo. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ukiona hizi gadgets, simu na hizi vitu zote za teknolojia, wacha nikwambie hizo vitu ni addictive. Kama madawa ya kulevya. Hata tu wewe mwenyewe. Unajua kuna wale watu, mimi kuna wakati nilifika simu yangu hii, siwezi kada dakika 5 kama sijatafuta mali simu iko na kuangalia. Very addictive. Hii screen unaona juu, very addictive. Kuna wakati mimi kama mchungaji nimeingia TikTok wakati moja. Nilisikia masaa kama 4-5 imepita, niko pale kwenye TikTok. Kuangalia naona masaa imeenda. Tena siku ya pili nikaona hapana. So hii kitu ni addictive kama madawa ya kulevya. So mtoto akiwa atazoea kuitumia, kukaa nayo, itamwafect pakubwa. Inafanya siku hizi hawatoki nje kucheza. Na unajua mimi nimesema kando ya kuwa mchungaji, mimi pia ni mwalimu wa chekechea. Na wakati watoto wanakuwa, kuna hii kitu inaitwa physical development, ambao ni kitu cha maana sana. Kitambo tulikuwa tunacheza mpira, tunaendesha magurudumu, tunarukaruka kamba, vitu kama hivyo haifanyi. So inafanya watoto wanakuwa na hawana ile physical strength na development. Maana siku hizi mpaka shule watoto wamedekezwa. Hakuna michezo ambayo walikuwa wanacheza. Na wakati unakuwa kimwili, pia physically muscles zako na vitu zingine kuna kukua, ambayo inafanya mpaka inasaidia ile bongo kukua, brain development. Hizo physical games siku hizi haziko. Watu wakifunga shule wamekaa kwa nyumba wanacheza tu games, wanacheza FIFA, wanafanya nini, vitu kama hivyo. So teknolojia imekuja ni kitu kizuri,
Lakini pia tusipoangalia itatuweka mbali sana na watoto wetu, maana sasa hiyo ndio imeingia katikati na hata mpaka ndoa zetu. Siku hizi unapata mke kwa kitanda huku na simu, mume kwa kitanda huku na simu, hakuna hata mazungumzo. Unaona? So unapata hiyo inafanya kuna hiyo gap kati ya wazazi na wale watoto. Advantages nazo ziko. Hizi vitu ama teknolojia inasaidia watoto wetu, maana unapata watoto wadogo hata wajaanza kwenda umri wa kwenda shule. Lakini unapata wanaweza ongea kusema neno moja la Kiingereza, neno mbili, maana wanaona hizo mchezo za watoto kwenye runinga na vitu kama hivyo vinawasaidia pia kukua na kusoma. So hizi vitu iwapo zitatumiwa vizuri, vitakuwa vitu za maana sana kusaidia watoto wetu kukua na hata kuwa werevu na kujua vitu vingi. So ina madhara yote. Lazima sisi wazazi tujue jinsi ya kubalance vitu kama hizi. Na sasa mzazi anaweza weka mipaka vipi? In that unaona iko na advantage ile, like mtu ambaye hajaanza kwenda shule at least anaweza jua 1 2 3 before afike shule. So anaweza weka mipaka gani at least ndio watoto wakuwe able ku balance at least, hata kama wako kwa simu ama runinga, but at least your social life pale nje pia wako sawa. So lazima kuwe na program kama mzazi. Ujue wakati mtu ametoka shule nini anafanya. Homework kwanza, kwa mfano, maana wanakuwa na homework. Ama kama amechoka hizi fanya homework wakati huo. Ona kama tuna runinga pengine kwa mfano kama ni 30 minutes ama 1 hour, na pia runinga hiyo yako. Siku hizi kuna smart TVs. Yes. Restrict, weka channel ambayo ni ya watoto. Na hapa ndo hii. Channel yenyu ni siku unapata mtoto ameingia kwa channel ambayo sio yake, hata kama ni kiboko, piga mtoto kiboko. Lakini restrict, channel yako ni hii so that wacheze kulingana na miaka yao, waone vitu kulingana na miaka yao peke yake. Maana ukirestrict hivyo utapata hizo sehemu za cartoon za watoto hazina advertisement ambazo ni mbaya. Avoid mambo na simu. Kama tablet, kuna tablet za watoto hizi, nunua hiyo ambazo ziko restricted kwa kiwango fulani. Na pia ujue, mtoto ajue kuna wakati wa kuangalia cartoon hizi kama sehemu ya kujifurahisha tu kimaisha, social life yangu, na kuna wakati wa kusoma. Sio kila wakati akitoka tu shule ni TV mpaka saa 1 saa 2 ndio alale. Hapana. So wewe kama mzazi lazima kuwe na ile ratiba mzuri ya kuhakikisha una limit mtoto wako kufanya vitu fulani. Okay. Yeah. Sawa, shukran sana Pastor Reinhard. At least hapo umetuelezea vizuri. So ni the call kwa wazazi wetu, kwa wazazi wa watoto wetu, jamani, like tujue tu tuna balance. Usipe tu mtoto simu juu hutaki kusumbuliwa, hapana, tuwajibike. Okay, so katika malezi kuna malezi na hisia, ile emotional upbringing. So maybe unaweza tuelezea ile emotional upbringing katika malezi. Now, unajua jinsi watu wazima kama sisi tuko na hisia, hata watoto wadogo wana hisia. Mara mingi tutapata mtoto mdogo amekosewa shule ama amepigwa shule akikuja, wewe hauko keen kama mzazi kudeal na zile hisia zake. Mimi kuna wakati kijana yangu alikuwa anaenda shule na akakuja amesononeka sana. So wakati unagundua kitu kama hiyo, ni vizuri kukaa naye chini umuulize shida ni nini. Jinsi unaweza patia mke wako ama mume wako ama mkubwa wako yote ama mtu yote rafiki yako ambayo mmekosana naye ama kuna ile tension, unaona kuna umecheza na hisia yake ama mcheza na hisia yako, jinsi unaweza mpatia muda ya wewe kumsikiza. Vivyo hivyo inafaa tufanye na watoto. Watoto wana hisia. Na usipo deal na hisia hiyo itakuja kuaffect pale mbele. Maana kuna watoto hata wa kike wameathiriwa sana. Hawezi hata kujiexpress. Lakini sasa sisi kwa maana tuko busy sana na shughuli zetu, hata hawezi jua kama mtoto yuko sawa ama yuko sawa. Maana kuna hiyo gap kati yetu na watoto. So ni vizuri sana sisi kama wazazi tupe kini. Unajua wakati mtoto wako amefurahi, wakati kuna kitu kinamsumbua, inafaa kuwe discerning sana. Hivyo ndivyo unaweza kusaidia mtoto. Lakini lazima tujue, ukiona mtoto kama kuna shida, keti chini naye muongeleshe. Watoto wa siku hizi ni watoto wa kuongeleshwa. Na hisia zao lazima tuchukulie na ile nini inahitaji. Bure tukiwacha hivyo tuna damage hisia zao na inakuwa ngumu. Unapata kuna wale watoto wasichana wa kike ambao hata hawataki kuolewa wakiwa kubwa. Maana hisia zao zilikuwa damage. Waliona jinsi baba alikuwa anafanya mama. Unapata wanakuwa
na hizo hisia emotionally damaged na nini, vitu ambavyo wamepitia kwa maisha mpaka inafika mahali wanaona hapana. So lazima tujue jinsi ya kucheza na hisia za watoto. Tukue tu karibu na wazazi na tutawajua, na watoto na tutawajua. Yeah. Okay, sawa, shukran sana. Manake unapata maybe ni umri gani ambayo iko sawa kabisa? Juu unajua kuna mzazi ambaye mtoto akianza tu ile anaweza jieleza, anamwambia kitu ambaye kifanyika, so sijui what's the right age ya kwanza kutrain mtoto kujiexpress. The right age ya kutrain mtoto ni wakati amezaliwa. Kwanza wakati amezaliwa. Naam. Unajua mimi nitasema kwa mfano. Kijana wangu mdogo mara ya kwanza mimi kumchapa alikuwa 1 year. In fact alikuwa amefikisha 1 year. Maana alikuwa na tabia ya kunyang'anya wenzake watoto wasichana hawa, maana kama alikuwa ashaanza kujigundua yeye ndo mtoto wa mwisho na mimi ni mwanaume. So alikuwa na tabia ya kunyang'anya. Naam. Lakini nikaona hii ni makosa. Akinyimwa kitu analia. So mimi kumdiscipline mara kwanza alikuwa karibu akawa amefikisha mwaka. Na discipline ya mtoto mwenye hajafikisha mwaka kama amefikisha mwaka ni tofauti na mtoto wa miaka 3, 4, 5. Usichukue kiboko unaanza kupiga mtoto vibaya. Hiyo ni child abuse. Yeah. Lakini kuna ile unaweza chapa hata mkono mara 2 mara 3 na utapata analia kwa uchungu. Kumaanisha anahisia, anajua mimi hapa ni kama watu wanitaki wananikosea. Unapata. So hata mtoto akiwa mdogo hakuna tu umri naweza kuambia kuanzia umri huu hata sasa ni mtoto kuna hisia. Lakini kuna zile stages. Kama miaka 5, 6 za kwanza mimi husema ni za kudiscipline mtoto. Watu hawajui tunataka kudiscipline watoto wamefika adolescent stage. Wakati watoto wamekuwa wamebalehe wanaanza kupigana na mzazi. Kweli. Mtoto kuinstill fear ndani yake ya kuogopa, the right fear, yani fear sio ya kuogopa ile, lakini fear ya heshima inakuanga 1 to 6 years at most. Hiyo ndio wakati ukimzuia kitu hata ukimguza tu kidogo atalia, atakuwa na ile heshima, huyu mtu sio kuchezea. Hata mpaka wakati atakuwa amekuwa mkubwa ameoa, atakuwa anasema tu huyu mzee akiongea anakimbia hata. Na ni mtu ameoa, lakini uliingiza akiwa mdogo, maana hiyo ndio human psychology iko hivyo. Lakini sisi tunakosea. Wakati nafaa tufanye discipline, hatufanyi discipline. Tunafanya kubembeleza. Wakati nafaa tukue mentors ama tukue example, hiyo ndio wakati sasa sisi tunaanza kudiscipline na kupiga. So kuna hizo different stages kama 3 ambazo inafaa watu wajue sana. Wakati wa kudiscipline, wakati wa kuongea tu na mtoto, hiyo mentorship, na wakati kuwa role model, lazima tujue stages hizi zote kwa maisha. Bure tutapotea na tutapoteza. Na ndio tukirudi nyuma kidogo, saizi umesema ile like wasipo discipline watoto saizi ni posa, sasa tunarudi kwa maadili. Pale tunarudi pale kwa maadili kabisa. Naam. Okay. So maybe tukimalizia tunaweza zungumzia elimu na malezi. Maanake hii pia elimu bado iko kwa hiyo system ya malezi, na maybe nidhamu shuleni, ushirikiano wa mzazi nyumbani. Asante sana. Mimi nitazungumza hapo kwa yote mbili, kama mwalimu na pia kama mzazi. Naam. Maana niko katika kategori hiyo. Nitasema hivi, hongera kwa walimu. Walimu wanafanya kazi nzuri sana. Maana napata walimu wanakaa muda mrefu sana. Ukiangalia masaa ambayo walimu wanakaa na watoto wetu ni mingi sana kuliko masaa ambayo wazazi wanakaa na watoto. Maana watoto wakikuja nyumbani wazazi hawako, watakuwa tuna pengine 30 to 40 minutes walale, waamke asubuhi shule. So ukiangalia mtoto kuanzia miaka 3 wakati anaingia hiyo play group mpaka wakati anatoka mwisho, masaa ambayo amekaa shuleni ni mingi sana kuliko masaa ile ambayo amekaa nyumbani na mzazi. So ni vizuri sana walimu na wazazi washirikiane kwa pamoja. Ni mara ngapi mzazi ametoka tu kwenda shuleni kuona mtoto wake jinsi anafanya? Wengi hatufanyi. Wengi hawafanyi hivyo. Lakini vizuri sana mzazi, wakati mwingine sio lazima wakati umeitwa mtoto amekosa ama wanataka school fees ama kuna sherehe shuleni ndio mzazi uende pale. Ni vizuri sana mzazi uwe na muda tu. Tamu isiishe kama mara 2, 3, hata mwezi usiishe kwa mfano. Uende pale, ingia pale, ongea na class teacher wa mtoto, muulize mtoto anaendeleaje. Wapi sehemu ana udhaifu? Tunaweza fanyaje? Wacha mtoto akuje, wewe pia ukue pale. Unajua hiyo unasaidia walimu kulea. Lakini wazazi wengi tumewacha, wasipoita mkutano wa wazazi, shule hiyo haonekani. Hata wengine huwa waendi mikutano. Kwanza sisi wanaume ndio hatuonekani kabisa. Maana kuna siku nilienda mkutano mwingine wa mtoto wangu shuleni, nikapata wanaume tulikuwa 3 pekee yake. Wengine wote ni watu wa kike. Wamama tu. Wanaume sisi hatuonekani, tuko busy kabisa. Na hiyo inachangia sana
Wakati tunazoeka, watoto hawa wanakumbuka mama zao kutuliko. Maana sisi hatukukua. Lakini iwapo tutachukua jukumu kama wazazi wote, sasa zingine tunaenda wote wawili, wakati mwingine ako busy, mama ameenda, acha mimi pia ni create time next time mimi niende. Unaona? So hiyo itakuwa rahisi sana. Mtoto akiwa na tabia ambazo hazifai, mwalimu ni rahisi kuambia, utajua pale nyumbani ni wapi unaweza kaza kamba kidogo. So inafaa shule na wazazi nyumbani tuwe kitu kimoja, tusaidiane kufanya nini? Kusaidia watoto. Na mwisho kabisa, mimi nikiwa shule nakumbuka tulikuwa na walimu ambao ukikosa watakuja mpaka hata nyumbani kusema ulipigwa shuleni, utapigwa pale nyumbani. Maana mtoto alikuwa mtoto wa jamii. Sio saa hizi Laura, nikipata mtoto wako nimemchapa, unakuja umefunga leso unasema nani huyu alipiga mtoto wangu? Unamguza, unajua nilimzahaji na machungu yote umeleta pale shuleni, na unafanya hivyo tena mbele huyo mtoto huyo. So mtoto atakuwa pale hata haniheshimu kama mwalimu. Na sasa walimu pia wakiona hivyo, sasa wanakuacha wewe na mtoto wako na nini ambayo haifai. So wacha ikuwe jukumu letu sisi wote kwamba watoto ni wa jamii. Mtoto wako akikosa, mimi naweza mwadhibu na mkataza, hapana, hii ni makosa, usirudie hii. Wangu pia akifanya hivyo. So walimu na wazazi tusaidiane wote kwa pamoja, na tutakuwa na society ambayo ni nzuri. Asante. Shukran sana. So jamani, watoto waendelee kubaki wa jamii. Siwe wangu ni sawa, ni wako, lakini ni wa jamii, ndipo at least hii generation iendelee kukua vizuri sana. Hii topic ya malezi ni wide sana. Na juu ya muda hatutamaliza kuzungumzia yote saa hizi. Tuko bado na next Thursday, tuko na hiyo Alhamisi nyingine, tutaendelea pole ndio tuelimishe wazazi na walimu, at least tujue venye tunalea watoto wetu. At least leo tumezungumzia misingi, wajibu wa wazazi, malezi na teknolojia, emotional upbringing na elimu. So ningeomba tufungie hapo kwa elimu, ndio next Thursday tena tuendeleshe, manake hii ni tuna educate, si ndio Pastor Reinhard? Tunaelimisha watu pale nyumbani, so lazima tuende pole tu. Sisi tunaenda pole tukaelimisha, ndio mpate kila kipengee ya hii show yetu. So maybe ungetoa maoni yako ya mwisho tukimalizia. Mimi nitasema tu hivi, wacha watoto wawe wa jamii. Tusiwe na ile wakati mtu amerekebisha mtoto wako mimi nakuwa mkali. Maana watoto wakisha kuwa kubwa, kuna wakati hatutakuwa na tutakuwa tumeacha nini nyuma. Tunaweza kosa kuadhibu mtoto wako, lakini haja tusumbue ama funzo na ulimwengu ambayo sio vizuri. Kwa hivyo wazazi ni kuwasihi tu pia tutengeneze muda ya kukaa na watoto wetu ili tukue na a better society in future. Asante sana. Asante sana Pastor Reinhard kuchukua muda wako all the way from Busia kukuja hapa kuelimisha watazamaji wetu all over the country, tujue jinsi tutalea watoto wetu na jinsi tutakaa pamoja katika jamii. Na nimeshukuru sana mtazamaji wangu kwa kuchukua muda wako kufuatilia kipindi chetu cha Waridi Alhamisi ya leo. Tutapatana tena Alhamisi ijayo meza hii, mimi na Pastor Reinhard, tukiendelea kuzungumzia malezi katika jamii. Nimekuwa mwelekezi wako Binti Lori Nabuti. Mchana mwema.